Eneo lote Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, viongozi zaidi wa Ulaya wakataa ombi la rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kuhakikisha usalama wa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Baa la njaa sasa lataja kuwa ndio tishio kubwa zaidi kwa walionusurika na kukimbia mapigano nchini Sudan Kusini. Lakini zipi athari za kiuchumi iwapo Iran itaendelea kuzuia kufunguliwa kwa mlango bahari huu wa Hormuz? Eneo hili mara nyingi linachukua sura Waingereza na economic warfare. Unapolitatiza ina maana unashinikiza yule adui wako pia asiweze kuwa na nguvu, kwa sababu mafuta yatapanda kama meli zitazuia. Jumanne ya Machi 17, lakini kwanza nampisha mwenzangu Phyllis Mwate aweze kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Phyllis, karibu. Shukran Skola na karibu msikilizaji. Mamia ya watu wanahofiwa kufariki katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, baada ya shambulio la anga linalodaiwa kufanywa na Pakistan kupiga hospitali ya kuwahudumia waraibu wa dawa za kulevya na kusababisha moto mkubwa. Sam Batenzi na maelezo zaidi. Msemaji wa Taliban Hamdullah Fitrat amesema watu 400 wameuawa huku wengine 250 wakijeruhiwa. Hakujawa na uthibitisho huru wa idadi hiyo, lakini mwandishi wa BBC aliyeko eneo la tukio amesema jengo hilo limegeuka kuwa magofu yanayoteketea kwa moto. Pakistan imekanusha kulenga kituo hicho cha matibabu, ikisema ilishambulia majengo ya kijeshi na si raia. Viongozi zaidi wa Ulaya wamekataa wito wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusaidia kulinda usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Trump amerudia wito wake kwa mataifa mengi, hasa washirika wa NATO, kusaidia kulinda mlango wa bahari wa Hormuz. Amesema kwamba ameshangaa kwamba viongozi wengi wa dunia hawajaonyesha hamu ya kushiriki katika kulinda njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Kama tungehitaji boti zao za kuondoa mabomu baharini au kifaa chochote ambacho wanaweza kuwa nacho, wanapaswa kuwa wanakimbia kutusaidia, kwa sababu tumewasaidia kwa miaka mingi. Siwasukumi sana kufanya hivyo kwa sababu tuna jeshi lenye nguvu zaidi duniani. Hatuwahitaji. Ninafanya hivyo si kwa sababu tunawahitaji, bali kwa sababu nataka kuona watakavyojibu. Kwa miaka mingi nimekuwa nikisema kwamba kama siku moja tutawahitaji, hawatakuwepo. Si wote, lakini wengi wao hawatakuwepo. Nilishangazwa sana na hilo. They won't be there. I was very surprised. Falme za Kiarabu yani UAE imesema kwamba imefunga kwa muda anga na safari za anga, huku ikiendelea kukabiliana na vitisho vya makombora na droni vinavyodaiwa kutoka Iran. Wakati huo huo, kumekuwa na ripoti za milipuko zaidi katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad. Na mapigano makali pia yanaripotiwa kusini mwa Lebanon kati ya wapiganaji wa Hezbollah na wanajeshi wa Israel. Inaaminika kuwa maelfu ya wanajeshi sasa wako ndani ya eneo la Lebanon. Mapema jeshi la Israel lilisema kwamba linafanya operesheni ya kuimarisha eneo lake la ulinzi dhidi ya Hezbollah. Waziri wa ulinzi wa Israel pia alisema kwamba raia wa Lebanon hawataweza kurejea katika eneo hilo katika siku za hivi karibuni, jambo ambalo linazua hofu ya uwezekano wa uvamizi wa muda mrefu. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Phyllis Mwate. Msikilizaji, haya ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, inakutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikiliza kupitia redio Kwizera kule Ngara, Radio 1 ya Dar es Salaam na Radio Free Africa. Kenya ni Gulf Radio na Most FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lezadal Radio. Kule Uganda, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura, na internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Moja kwa moja utarambaza tu unaandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Viongozi zaidi wa Ulaya wamekataa ombi la rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kuhakikisha usalama wa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anasema hakuna hamu ya kufanya hivyo na kuongeza kwamba hivi si vita vya Ulaya. Zaidi na Phyllis Mwate.
Rais wa Finland Alexander Stubb ameiambia BBC kwamba mataifa mengi bado yanasita kufanya uamuzi dhidi ya ombi la kiongozi wa Marekani. Amesema kwamba Donald Trump alikuwa ameanzisha shambulio la kushtukiza dhidi ya Iran na anakubaliana na chansela wa Ujerumani Friedrich Merz kwamba suala hilo si la NATO. Mapema katika ikulu ya White House, Rais Trump alikosoa tena baadhi ya nchi kwa kutotaka kushiriki katika operesheni hiyo. 40 years we're protecting you and you don't want to get involved in something that is very minor. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema kwamba Uingereza inashirikiana na washirika wake katika mpango wa pamoja na wenye tija wa kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Sir Keir aliambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba Uingereza tayari ina meli za kutafuta mabomu baharini katika eneo hilo, lakini bado hakuna uamuzi kuhusu hatua gani zitakazochukuliwa. Hayo yakijiri, Falme za Kiarabu UAE imesema kwamba imefunga kwa muda usafiri wa anga huku ikiendelea kukabiliana na vitisho vya makombora na drone kutoka Iran. Maafisa wameitaja hatua hiyo kama tahadhari ya kipekee. Miongoni mwa mashambulizi hivi karibuni kutoka Tehran ni shambulio kwenye uwanja wa mafuta wa Shah na bandari ya Fujairah ambapo shughuli za kupakia mafuta zilisitishwa. Vilevile kumekuwa na ripoti za milipuko zaidi katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad. Mapema vyanzo vya usalama vilisema kwamba droni zililenga ubalozi wa Marekani ambapo hoteli iliyo karibu ililengwa na kusababisha moto. Maafisa wa jeshi la Marekani vilevile wanasema kwamba idadi ya wanajeshi wa Marekani walioumia imeongezeka hadi takriban 200 huku 13 wakiwa wamefariki. Katika eneo la Mashariki ya Kati zaidi ya watu 3,000 wameuawa tangu Marekani na Israel zilipoanza vita dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi wa Februari. Nchini Lebanon watu 886 wameuawa wakiwemo wanawake 67 na watoto 111. Ni taarifa yake Phyllis Mwate. Milipuko kadhaa imeutikisa mji wa Maiduguri ulioko kaskazini mashariki mwa Nigeria Jumatatu jioni na kufanya wakazi kukimbia kwa hofu, huku kukiwa na sintofahamu kuhusu sababu za mashambulizi hayo. Mashuhuda wanasema milipuko mikubwa mitatu ilitokea katika maeneo yenye shughuli nyingi ya mji mkuu wa jimbo la Borno. Florian Kaijagi na taarifa zaidi. Mlipuko wa kwanza ulisikika majira ya saa 1 jioni, muda mfupi baada ya waumini wa dini ya Kiislamu kufutari. Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii, baadhi yake zikiwa na picha za kushtua, zinaonyesha majeruhi wengi huku watu wakikimbizwa hospitalini wakiwa na majeraha mabaya. Bado haijulikana bayana iwapo milipuko hiyo ilisababishwa na washambuliaji wa kujitoa mhanga au vifaa vya mlipuko vilivyolipuliwa kwa mbali. Hata hivyo, wakazi na maafisa wa mawasiliano ya usalama wa eneo hilo wanasema matukio hayo yanafanana na operesheni zilizoratibiwa na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Milipuko hiyo ilitokea saa chache tu baada ya shambulio la usiku kucha kwenye kambi ya jeshi katika eneo la Ajirari Cross, nje kidogo ya mji wa Maiduguri. Vyanzo vya usalama viliambia BBC kwamba afisa mmoja wa jeshi alijeruhiwa, huku wanamgambo 4 wakiuawa na 3 wengine kukamatwa wakiwa hai baada ya mapigano ya muda mrefu yaliyohusisha jeshi la Nigeria, kikosi cha pamoja cha raia na walinzi wa misitu. Mamlaka bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu milipuko ya karibuni na idadi ya waliouawa au kujeruhiwa bado haijulikana, huku hali ikiendelea kuchunguzwa. Ghasia za Jumatatu zinaonesha kuongezeka tena kwa shughuli za waasi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mji wa Maiduguri ambao zamani ulikuwa kitovu cha shughuli za kundi la Boko Haram ulikuwa umeishi kwa miaka kadhaa katika hali ya utulivu wa kiasi, lakini matukio ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa mji huo unaanza tena kukabiliwa na changamoto kutoka kwa makundi ya wanamgambo. Ni taarifa yake Florian Kaijagi.